mnajengewa nyumba za wanafunzi, nyumba 5,000 ambazo zitahakikisha wanafunzi wa National Polytechnic na wale wa Kisii University wako na mahali pasafi, mahali pa kuishi, nyumba ya kisasa na ya kifahari. Zahiri anafanya afanye. Umesema aendelee asiendelee? Na aendelee na William Ruto na Kindiki ama apige kona? Aendelee na wao kwa hii serikali. Na mimi nataka nimshukuru Zahiri pamoja na viongozi wengine, hawa wabunge wenyu wa Kisii na Nyamira ambao wote tumejumuika nao hapa, sababu hawa ni viongozi ambao wameangalia mambo na maslahi ya wananchi waliowachagua, na wakasema hawatakubali kuingizwa kwa siasa za ukabila, hawatakubali kuingizwa kwa siasa za uchochezi, siasa za chuki, zile siasa mnaona zinaendelea mahali pengine za uchochezi, za chuki, za migawanyiko na ukabila, siasa za hasira na makasiriko mingi. Hizo siasa ndio unaona zinawapotosha viongozi wengine. Nyinyi mmejionea jana kwa runinga, mbunge mwenye amechaguliwa anapanga njama ya vile atajiteka nyara ili aseme ametekwa nyara sijui na nani ama nani, na yeye mwenyewe ameenda kulala kwa hoteli na watu yake na mipango yake ya kando huko. Alafu anaamka asubuhi, anatoka kwa hoteli, anaenda kulala kwa shamba la kahawa, analarua nguo zake, anasema ameteswa. Na mimi nataka kuwauliza hata madaktari wetu, na nilisema jana kwa bunge, hata madaktari wa Karen Hospital ni lazima waajibike na waweke ile kiapo wamekula kama madaktari. Wasikubali hospitali yao kutumiwa kufanya mambo ya ukora, mambo ambayo ni ya kujaribu kuleta vurugu, fujo nchini Kenya. Sababu wale wa kupanga mambo ati njama ya kujiteka nyara ni watu wa kutaka kueneza ile siasa ya chuki, siasa ya makasiriko, siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, ile siasa ya kuturudisha nyuma. Hao ndio unaona wakisema eti tukienda kufanya economic empowerment kama hii mheshimiwa Zahiri ametuita hapa, tumefanya makosa. Jameni, abantu vaito tumefanya makosa kuja hapa? Tuendelee na empowerment, tusiendelee? Na sababu hawaelewi mambo ya economic empowerment yenye tunafanya ni sababu hawakuelewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. Sababu agenda ya bottom up haikuwa ni mambo ya campaign. Tuliwaambia manyumba yatajengwa, mama mboga, kijana wa bodaboda ataishi kwa nyumba ya kifahari, nyumba kama hizo za affordable housing. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya bottom up. Tukawaambia, na nakumbuka tulikuja hapa Nyandurago na rais 2022, akawaambia mama mboga atajengewa soko ya kisasa. Si soko ni hizo tunasema hata hapa Nyandurago inajengwa? Hawakuelewa pia hizo soko zikikamilika, zinapoendelea kujengwa, lazima tutayarisha wafanyabiashara ambao watakuwa na stock ya kutosha ya kuweka maduka kwa hizo masoko za gorofa ambazo zinajengwa. Kweli si kweli? Lakini walifikiria hizo masoko zitajengwa alafu watu watoke Nairobi wakuje Nyandurago, mama mboga wa Nyandurago, kijana wa Nyandurago akose stall ama duka kwa soko ya Nyandurago, mimi nitoke Nairobi nikuje kuweka soko hapo, duka hapo. Mnataka nitoke Nairobi nikuje niweke hapa? Si ni mama mboga hapa aweke, akuwe na stock ya kuweka duka hapo? Hiyo ndio sababu tumekuja hapa leo, na ndio sababu tunazunguka Kenya mzima, kila mahali soko zinajengwa, tukifanya economic empowerment ili tuhakikishe wa mama mboga ambao wako hizo sehemu, vijana wenye wako hizo sehemu ambao ni wachuuzi wadogo wadogo, wamepata pesa kwa group zao zaidi, waongezee stock,
so that they become shop and stall owners, because that was a bottom-up economic transformation agenda that we sold to the people of Kenya. And I have said the bottom-up economic transformation agenda was not a campaign slogan.